Na chukua fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tangu tumeanza michakato ya kampeni zetu, baada ya kukamilika kwa michakato ya kampeni za ndani na hatimaye Chama cha Mapinduzi kuteua wagombea wake, na sisi wagombea kukamilisha zoezi la kuchukua fomu kwenye ofisi ya msimamizi wa uchaguzi jimbo la Bagamoyo, hatimaye kuteuliwa, na hatimaye chama chetu kuzindua kampeni tarehe 28 mwezi uliopita. Na sisi majimboni pia tumeendelea na kampeni zetu, na hapa nichukue fursa hii kuwashukuru sana vyombo vya habari na wananchi kwa ujumla kwa namna ambavyo walihudhuria uzinduzi wa kampeni jimbo hili la Bagamoyo, ambapo nilifanya tarehe 17 mwezi huu wa 9. Kampeni zinaendelea vizuri katika maeneo mbalimbali. Tumemaliza mzunguko wa kwanza kwenye ngazi za kata zote 11. Tumeendelea kuzindua, tumeendelea kunadi ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya 2025-2030. Sasa kesho tuna matarajio ya kumpokea mgombea wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye atakuwepo mkoani kwetu Pwani, wilaya ya Kibaha. Kisha tutakuwa na mkutano mkubwa pale kama ambavyo tumearifiwa na katibu mwenezi wa chama chetu cha Mapinduzi ndugu David Mramba, lakini pia atapita Chalinze pale atasalimia wananchi, na atapita Msata pia atasalimia wananchi. Sasa kwa kuwa maeneo ya Chalinze na Msata ni wilaya ya Bagamoyo, na wilaya hii na majimbo mawili, Chalinze na Bagamoyo, mimi kama mgombea wa jimbo la Bagamoyo kwa kupanga pamoja na wazee wa jimbo hili na viongozi wa dini, kama ambavyo jana mmeona, tumeamua tumkaribishe Mheshimiwa Rais wilayani kwetu, ambaye ni mgombea wetu wa urais wilayani kwetu Bagamoyo, kwanza kwa dua ambayo tuliifanya jana tarehe 26, na niwashukuru sana mlikuwepo kwenye ile dua. Kwa hiyo sisi tuliona tumuombee dua kwa sababu bado ana safari ndefu kidogo, na huu ni mkoa wake wa 16 anaokatakaoanza mkoa wa Pwani katika kampeni za ugombea wa urais. Kwa hiyo tunaamini kupitia dua yetu mambo ya chaguzi ni mengi. Nyewe mmeona ngaji si kwa kiwango kikubwa, lakini maneno yapo pia. Wapo wasomtakia mema, wapo wamezuka manabii. Unaweza kukuta mtu nabii, sijui nabii gani na nini, wanasema vitu ambavyo unashangaa kabisa, au manabii wa kipindi hiki. Lakini tuna hayo mambo mengine tunayaacha, lakini sisi wengine tunaona yeye tu muombee dua. Sasa katika muktadha mzima wa makaribisho yake, mimi kama mgombea napenda nichukue fursa hii kusema kwamba sisi kama wananchi wa jimbo hili la Bagamoyo ambao tunaunda halmashauri hii ya Bagamoyo, kwanza kupitia ujio wa mgombea wa urais Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi tuna furaha kubwa, na furaha yetu inatokana na utekelezaji wa ilani ya 2020-2025. Na jambo kubwa ambalo wakati ilani hiyo ilikuwa ndio inamaliziwa ni hatua ya mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan kutangaza halmashauri yetu ya wilaya kuwa halmashauri ya mji. Mnamo mwezi wa 8 alimtuma Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Mchengerwa, alikuja hapa na kutangazia uamuzi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuifanya halmashauri ya wilaya Bagamoyo kuwa halmashauri ya mji wa Bagamoyo. Sasa halmashauri ya mji tafsiri yake, mji una fursa nyingi, na huu ni mji wa kihistoria, na sisi tulisubiri hiyo fursa miaka 15, lakini kwa kuwa tunaye rais msikivu, rais mwenye maono, na kwa kuwa kuna matarajio ya ilani hii mpya ambayo Mheshimiwa Rais atakuja kuinadi mgombea wetu wa urais, kuna mambo yatafanyika kimkakati katika halmashauri ya Bagamoyo. Kwa hiyo maono ya kuifanya kwa halmashauri ya mji sisi kama wana Bagamoyo tumepokea, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu ambaye anaendelea nayo majukumu, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo kazi ya kuandaa mji wa Bagamoyo inaendelea. Kuna mradi wa taktiki ambao unatarajiwa kutumia bilioni 12
kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya stendi, barabara za lami, mifereji ya kutiririsha maji baharini ambayo ni changamoto kubwa katika mji wetu. Kwa hiyo kwa kweli ujio wake unaendana na furaha yetu kwamba ametufanyia jambo kubwa. Sasa mimi nimeona katika utekelezaji wa ilani iliyopita kuna jambo ambalo nimeona mimi kama nilikuwa mbunge wa viti maalum nilisemee pia. Kazi kubwa iliyofanyika katika jimbo letu hili la Bagamoyo ni ujenzi wa miundombinu ya elimu na afya. Na kwa kiwango kikubwa sisi kwa miaka 4.5 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumepokea kama bilioni 27 ukilinganisha na ilani ya 15-20 ambako tulipokea bilioni 16 kwa ujumla wake kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Lakini ukiangalia hizi bilioni 27 ndani yake ambazo zilileta alama ni fedha zilizotokana na mkopo kutoka shirika la fedha duniani kwa ajili ya kupambana na uviko. Sasa nimeona kwa kuwa kuna upotoshwaji ambao unaendelea unaofanywa na aliyekuwa katibu mwenezi ndugu yetu Humphrey Polepole kuhusiana na fedha hizi, na akitoa tuhuma kwamba zaidi ya trilioni 4 zimefanyiwa ubadhilifu. Na kwa kuwa yeye hata juzi nilipomsikiliza alisema kama kuna mtu anaona ana ukweli mwingine ajitokeze na aseme. Sisi kwanza tunampongeza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea wetu kwa kuwa mstahimilivu na kwa kuamua kuwa kimya. Lakini pia kwa wananchi namna ambavyo wameendelea kumdharau na kutomwamini huyu ndugu Polepole. Lakini mimi kama mgombea wa ubunge wa jimbo hili ambaye ni sehemu ya wanufaika wa fedha nyingi zilizotokana na mkopo ule, nimeona nisikae kimya. Lakini pia mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya bunge ya bajeti ambayo ni kamati pekee iliyopewa fursa wakati mchakato huu unaanza wa kufuatilia mkopo huu kutoka shirika la fedha duniani kwa ajili ya kushughulikia masuala ya athari za uviko. Sasa nikaona leo nitumie fursa hii kutoa upande mwingine wa shilingi. Ndugu zangu wa Tanzania, serikali hii ya awamu ya 6 ni kweli kama ambavyo tunafahamu mwaka 2021 mwezi wa 10 tulitangaziwa kupatikana kwa fedha za zaidi ya trilioni 1 na bilioni 300. Na sisi tuliokuwa wajumbe wa kamati ya bajeti tuliitwa bungeni Dodoma, tukapokea mchanganuo wa namna ambavyo serikali imejipanga, kwa sababu wakati huo kulikuwa kuna vikao vya bunge. Kwa hiyo kwa utaratibu kamati ya bajeti ikapokea fedha, mpango wa serikali inazielekeza vipi zile fedha. Kwa hiyo zile trilioni 1 na bilioni 300, zaidi ya bilioni 200 kama 50 zilipelekwa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini ile trilioni 1 iligawanywa kwenye wizara mbalimbali. Na ndio maana hapa nipo kwa sababu Polepole amekuwa kijinadi, alikuwa mwenyekiti wa kamati ya TAMISEMI na ushughulika na wizara ya TAMISEMI ambayo inaitwa USEMI. Sasa ile kamati isingeweza kushughulikia fedha zote kwa sababu zile fedha ziligawanywa kwenye sekta mbalimbali. Sekta ya afya ilipata zaidi ya bilioni 469, sekta ya maji ilipata bilioni 129, sekta ya maliasili sekta ya utalii ilipata bilioni 90, sekta ya elimu ya juu ilipata kama bilioni 64, sekta ya afya ndio nishaisema. Kwa hiyo si kweli kwamba yeye anaweza akajua fedha zote zilitumikaje, kwa sababu yeye alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya TAMISEMI ambayo yeye zile fedha za bilioni 467 ambazo bilioni 367 ambazo zilipelekwa kwenye mikoa mbalimbali, na mkoa wetu wa Pwani sisi tulipata bilioni 13 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa. Sasa yeye anasema kulikuwa na bajeti kuu. Ni kweli. Tulitoka kupitisha bajeti kuu ya serikali mwezi wa 6
2021, bajeti ya 21-22. Na katika bajeti ile TAMISEMI iliidhinishiwa takriban trilioni 7. Katika hizo trilioni 7, trilioni 4.6 zilikuwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Trilioni 2.9 zilikuwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Na hapa kama kuna Watanzania wanaweza wakaipata ile bajeti ya 21-22 ya Wizara ya TAMISEMI, na hata nyinyi waandishi nitawapatia katika zile trilioni 2.9, miradi yote iliainishwa pale. Hakuna mradi wa ujenzi wa madarasa, kulikuwa na ukarabati wa madarasa, kumalizia maboma, ambapo bajeti yake ilikuwa takribani katika kumalizia maboma yote ilikuwa kama bilioni 23,162, na mapato ya ndani walipangiwa kama bilioni 17. Kwa hiyo kama bilioni 140 hivi. Na miradi mbalimbali, ujenzi wa majengo, kulikuwa na ukamilishaji wa zahanati, kulikuwa na masuala ya maabara, kulikuwa na ujenzi wa matundu ya vyoo, lakini hakukuwa na ujenzi wa madarasa mapya. Kwa hiyo kiasi cha fedha kilichoongezeka kwenye bajeti ya 21-22 kwenye hii ofisi ya Rais TAMISEMI ilikuwa ni ujenzi wa madarasa mapya, na ndio hizo zilikuwa zaidi ya bilioni 367. Sasa ukijumlisha na zile ambazo ziliidhinishwa tangu awali bilioni 2.9, unapata kama bilioni 3. Kwa hiyo swala kusema kwamba fedha hazikutumika au zilifanyiwa ubadhilifu haikuwa sawa sawa, na kwamba hazikuwa trilioni 4. Hizi pesa zilikuwa kila wizara. Kwa mfano Wizara ya Maji wao na kamati ya Bunge ya Maji ilihusika na pesa za bilioni 129. Wizara ya Maliasili na kamati ya Bunge pengine ilisimamia fedha kama bilioni 90. Sisi kamati ya bajeti tulisimamia fedha zote trilioni 1. Kwa hiyo Polepole anapozungumza kwamba fedha za uviko zilifanyiwa matumizi ambayo haikuwa sahihi, si mkweli. Na kiukweli mimi naungana na Watanzania wengi ambao tumeona tija ya fedha hizi. Kulikuwa na upungufu wa madarasa. Kwa mfano mkoa wa Pwani tulikuwa na upungufu wa madarasa 422. Kwa hiyo tulipata bilioni 8 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 422, na hapa Bagamoyo tulipata madarasa 120 upande wa shule ya msingi, na ndipo pale kulikuwa na yale madarasa shikizi. Zipo shule ambazo watoto walikuwa wanaenda mbali, wananchi wamejenga madarasa mawili, serikali ndio ilipopata ule mkopo ikaamua kujenga madarasa shikizi kwa yale maeneo yanayotoka watoto mbali. Lakini fedha zile kwa mfano kwenye zilizoenda kwenye sekta ya afya ni fedha ambazo zimeacha alama kubwa. Ujenzi wa wodi za dharura. Nchi hii zilikuwa na wodi za dharura kama 4 tu katika hospitali ya Rufaa Muhimbili na zile hospitali za kanda kubwa kubwa. Lakini leo hata hapa halmashauri ya wilaya Bagamoyo kuna wodi ya dharura, ni miongoni mwa wodi za dharura takriban 87 zilizojengwa kwenye halmashauri za wilaya kwa mara ya kwanza tangu tumepata uhuru, lakini zote zimetokana na hizi fedha za uviko. Lakini ni fedha ambazo pia ziliwezesha, leo tuna vifaa tiba vya kisasa, CT scan kila mkoa. Wakati awali kulikuwa na CT scan ambazo zilikuwa kama 7. Leo tuna 37 nchi nzima, na ni baada ya fedha za uviko. Lakini tulikuwa na MRI 5 tu. Lakini fedha zile za uviko zilichangia kuwa na MRI zimefika 9. Lakini ziliwezesha pia ununuzi wa ambulance. Sisi ya halmashauri yetu ya Bagamoyo kwa kipindi cha miaka 4.5 tuna ambulance 8, ambapo awali tulikuwa na ambulance 4. Hizi 4 zingine zimetokana na fedha hizi za uviko. Kwa hiyo ni kweli mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alifanya ukaguzi mahususi wa fedha hizi. Na kwa sababu gani? Mojawapo ya masharti ya shirika la fedha duniani ilikuwa hizi fedha kwanza zitumike ndani ya miezi 6, lakini pia zikaguliwe
Kwa hiyo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alivyozikagua hizo fedha, mapungufu yalikuwepo, na ripoti hapa tunayo, nitawapatia waandishi wa habari. Lakini kwa kawaida mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali akishakagua, akishaainisha mapungufu, hatua inayofuata wale waliokaguliwa wanapewa fursa ya kujibu hoja za ukaguzi. Hauwezi hoja ya ukaguzi inapowasilishwa haiwi ufisadi pale mara tu inapowasilishwa, lakini wale wakaguliwa wanapewa fursa, walipewa, walijibu, na ndio maana kupitia majibu ya hoja zile serikali hii imekuwa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, na hapa hata hii ya uviko ninayo hapa nitawapatia, lakini zile ambazo zilikuwa zinafuata serikali imekuwa ikipata hati safi, kwa sababu ni kwamba yale mapungufu ambayo yaliainishwa, kwa mfano kulikuwa na mapungufu kwamba magari ambulance zilikuwa hazijafika, au ujenzi wa madarasa haujakamilika, au ile mitambo ya maji haijafika. Yale ndio yalikuwa mapungufu ambayo yameainishwa. Sasa huo haukuwa ufisadi, kwa sababu baadaye magari yale yalifika ya ambulance, mitambo ile ya kuchimba visima ilifika, na kila mkoa tumepata. Sisi mkoa wetu wa Pwani mtambo ule tumechimbiwa visima 135, na hapa jimbo la Bagamoyo tumepata visima 5 na huduma za maji zinapatikana. Na uwezo ukasema kwamba mchango wa bilioni 129 za fedha za uviko kwenye sekta ya maji ni mkubwa. Sisi hapa tulipata miradi ya maji katika kata Fikayosi ambako hakuwahi kupata maji, lakini kupitia zile bilioni 3 ambazo tulipewa mkoa wa Pwani kwa ajili ya kila jimbo mradi wa maji mmoja, miradi yote ilifanikiwa na maji yalipatikana. Kwa hiyo mimi nilisema kwa kuwa alialika watu ambao pengine wanaweza wakawa na ukweli mwingineo, nataka niwaambie wa Tanzania taarifa hizi zote zipo. Taarifa haziwezi Polepole hawezi akawa anajua matumizi ya fedha zote za uviko, kwa sababu alikuwa anasimamia kamati moja ya TAMISEMI. Lakini nataka niseme kwa zile taarifa ambazo zilikaguliwa za fedha za uviko zilikuwa zinaenda katika kila wizara, na ndio hapa leo nataka niseme taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, hata hii tuliyojadili mwaka wa fedha huu ulioisha 23-24, serikali kuu taasisi 531 zote zilipata hati safi. Hakuna iliyopata hati mbaya, hakuna iliyopata hati yenye mashaka, hakuna ambayo ilipata hati ambayo pengine mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameshindwa kutoa maoni. Na ukilinganisha na mwaka 2021 hati ambazo zilikuwa zinaridhisha kwa serikali kuu zilikuwa 315. Kwa hiyo utaona maboresho ambayo serikali ya awamu ya 6 imefanya katika usimamizi wa fedha na matumizi. Hivyo kwenye serikali za mitaa ambako hizo fedha zilikuja pia za madarasa, mwaka huu wa 23-24 halmashauri zote 184 zimepata hati safi, ukilinganisha na halmashauri 176 mwaka 2020-2021. Kwa hiyo utaona kwamba maneno propaganda zinazoendelea za kuonyesha kwamba fedha nyingi zinapotea. Mtu pekee ambaye amepewa wajibu wa kikatiba kwa mujibu wa ibara 143 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa hiyo mimi nilisemea hilo kwamba fedha za uviko ambazo nchi zingine zilitumia kwa ajili ya ujenzi wa ununuzi wa sanitizer, ununuzi wa vitakasa, ununuzi wa vifaa vidogo vidogo, lakini sisi serikali yetu ya awamu ya 6 kupitia maono ya kiongozi wetu ambaye ni mgombea wetu wa urais, na hapa ninasema sio kwa sababu labda ni labda ya uchawa au natafuta cheo. Sitafuti cheo chochote, kwa sababu nimekuwa kiongozi muda mrefu. Nimekuwa mkuu wa wilaya kama anavyojinafasi yeye Polepole, nimekuwa mjumbe wa neki kwa miaka 10, nimepata hata kuwa naibu waziri. Lakini mimi kwa kuwa ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, nina wajibu pia, kwa kuwa pia ni mtaalamu. Nimewahi kuwa mkaguzi wa hesabu wa mkoa huu wa Pwani, nimekaa wizarani, najua mimi ukaguzi wa hesabu, najua kutafsiri taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa sababu nimeifanya ile kazi miaka 10. Kwa hiyo nina ufahamu, ninajua hiyo kazi na nimeifanya. Lakini ukweli unabaki pale pale, mabadiliko, uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya afya, uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya utalii, uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya elimu, uwekezaji mkubwa kwenye sekta
ya elimu ya juu, mchango mkubwa unatokana na maono na weledi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wa kutafuta vyanzo vingine vya mapato. Na ndio maana tulipopata mkopo huu wa trilioni 1 na bilioni 300 ambao umetumika Zanzibar na Tanzania bara, umetoa mchango mkubwa sana wa kuleta alama na kutatua changamoto za wananchi. Lakini pia mimi nimepata fursa ya kuzunguka nchi nzima, mikoa zaidi ya 20 kupitia Jumuiya ya Wanawake wa Tanzania, na tulikuwa tunakagua miradi ya maendeleo. Miradi inayosemea hata hii ya Uviko hapa Pwani, mimi nimetembelea kama miradi 422. Hizi wodi za dharura nimeiona hapa ya Bagamoyo, nimetembelea Kisarawe, nimetembelea ya Chalinze, nimetembelea ya Rufiji, tumetembelea ya Mafia, mpaka serikali imewekeza bilioni 1. Lakini matokeo ya jitihada zote hayo, kwa nini leo tunawiwa kuzisemea hatua hizo? Uwekezaji huu kwenye sekta ya afya, maboresho makubwa yaliyofanyika, yamepunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto. Hatua ya kupunguza vifo kutoka 556 kwa vizazi hai 100,000 mpaka 104 kwa vizazi hai 100,000. Na hapa Bagamoyo sisi hata mwaka huu 2025 hatuna kifo cha mama mjamzito hata kimoja. Vimepungua kutoka 65 mpaka 33 kwa vizazi hai 100,000 kwa hapa halmashauri yetu ya Bagamoyo mwaka jana. Lakini kwa mwaka huu hatuna kifo cha mama mjamzito. Lakini yote yani kutokana na jitihada na mchango wa fedha za Uviko.